Ni mama mwenye nasikia habari yake ati kuna vitu zinaenea. Naona aibu kuelezea hizi vitu, ndio vitu za aibu. Mimi nilidanganywa na msichana mwingine, akaniambia kuja nikuonyeshe vile utafanya upate bwana. Akaniambia mimi nafanyanga, unaona hata sitokangi kwa nyumba, nakula na kunywa na lipa rent. Akaniambia sasa kuja nikuonyeshe vile utafanya. Akaenda akanionyesha vile tunaingia internet. Akaniambia sasa utapata mtu wa kukusaidia, utapata mwanaume wa kukusaidia. Sasa kuingia mimi sikuwa najua kama huyu ni mwizi. Akaniambia sasa niko tayari kukuoa. Akaniuliza niko na watoto wangapi? Nikamwambia niko na watoto wangu 4 na wadada yangu 3. Akaniambia sasa niko tayari kukuoa, bora kama utatii sheria zangu ama utakuwa ukinisikiza mimi kama bwana yako. Nikamwambia ni sawa. Bila mimi sasa tukaendelea. Akaniambia sasa wewe utafanya hivi, utanitumia video zako, ni utatengeneza video nitumie, then nitakusaidia na pesa yenye nitakupea 20,000. Nikamwambia hapana, hii kitu ni ngumu kwangu. Akaniambia kwanza hebu nikutumia yangu. Akanitumia. Kunitumia yake mimi nikaona sasa juu hiyo wakati nilikuwa nahitaji fee ya watoto wangu wakubwa, juu ni miaka 7 sasa imepita, na watoto wangu au wadada yangu na wangu walikuwa form 2. Sasa walikuwa wanahitaji fee. Nikasema sasa tu nitajaribu, nitafanya hizo video nimtumie. Nikatengeneza hizo video, akanitumia 20,000. Sasa hii 20,000 ikawa kama pigo kwangu. Alikuwa tu ananiambia hivi, we hebu niwekea 2,000 hapo, usiponiwekea nitakuanika sasa. Mimi sikuwa najua kama huyu mtu ako serious na mimi. Juu aliniambia siko Kenya, si alikuwa anamjua, lakini alinitumia pesa. Sasa yenye alikuwa ananisumbua na simu yangu, hata nikaona sasa juu ni kama nilifanya makosa kumkubali awe kama rafiki yangu ama bwana yangu, juu hata kama alinipea ile wakati ya 20,000 amenitisa yote tena, na akiniambia nitumie 1,000, nitumie 2,000, nitumie 500, niwekea credit mpaka mimi mwenyewe na sinda. Sasa mimi nikaona huyu mtu amekuwa ananisumbua, mpaka nika change line ya simu. Sasa hivi sikuangi na hiyo line. Sasa hizo video ni za kitambo wa Kenya. Naomba kama itawezekana tu mnisamee. Na hata watoto wangu naomba wanisamee, juu ni watoto wakubwa, na watoto wote naomba msamaha. Mwenye aliona hii ako na hiyo video, tafadhali namuomba kwa hisani yake, tafadhali avute tu na sitarudia hiyo kitu tena. Huyu msichana mwenye anaitwa Wambura Tabitha wakaniokolea, wakanitoa huko Meru. Nilikuwa karibu niuliwe na mofu, sababu sikuwa najua ni nini kinanifanya niuliwe. Mimi ni mama, sitarudia hii jambo tena. Mimi ni nyanya, kuna mtoto wangu ako na mtoto, mpaka naona aibu sana hata kueleza hii kitu mbele ya watu juu. Naomba tu mnisamee. Naomba tu tafadhali mnisamee. Sitarudia hii jambo tena. Naomba serikali tafadhali mnisamee na mnisaidie vile mtaweza. Hii msiba kwangu ni sito. Sina nguvu, sina uwezo, sina yeyote wa kunisaidia. Hata kwa familia sina mtu wa kunisaidia. Niko peke yangu. Bwana yangu tulikoshana. Na mwenye anataka tu kunisaidia anisaidie juu sina la kufanya. Siwezi rudi huko Meru tena. Nitarudi Meru kufanya nini tena? Na watu walikuja kama 200 kutaka kuniua. Waliharibu vitu yangu. Mpaka kwa ploti nilifungiwa nyumba nikafukuzwa. Nilikuwa tuma. Ke Mungu wa Kenya, tafadhali naomba. Naomba mnisamee tafadhali. Naomba tu mnisamee. Naomba tu hakika na itawezekana mnisamee na mnisaidie vile mtaweza nyinyi. Na Mungu atawabariki tu, sina lingine la kufanya. Mimi tu langu ni kuomba msamaha kwa Wakenya wenzangu, kwa wamama nimewakosea kweli. Kwa watoto pia nimewakosea. Hata naomba msamaha kwa watoto wangu. Akili yenye hii kitu inaniuma sana. Tafadhali nisamehe tu naomba.